wanafunzi wale wa Yesu Kristo, kama Yesu Kristo angewapatia somo vizuri, angewaambia nini? Sikiliza, ninyi mlikuwa mnanifuata mimi kweli miaka 3, lakini sikilizeni, kuna maadui 4 wanaowafuata ninyi. Adui wa kwanza katika kunifuata kwenu mimi mpaka mlipofikia pale, adui wa kwanza ilikuwa ninyi wenyewe. Adui wa pili alikuwa mazingira. Adui wa tatu alikuwa shetani, na adui wengine alikuwa wengine, maadui wa 4 hao. Ninyi wenyewe mlikuwa mnajishambulia, ndio maana nyinyi mkunielewa mimi. Mlikuwa mmejaa tamaa ya kuwa mawaziri katika hilo jambo baya. Ya pili, ninyi mlikuwa mnajishambulia wenyewe kwa sababu mlikuwa mjui mlipo na mnatafuta nini. Mngejua mko kwangu mimi na mnatafuta uzima milele, msingefika katika hali hii. Ya tatu, ninyi vivu, yani mngekuwa wakati ule mnachukua mambo yale mnayowafundisha na kuunganisha, mngenielewa mimi. Ya 4, ninyi mlikuwa mnashinda kuchukua magumu. Ninyi ilibidi muelewe, msemekana mimi. Kulikuwa na Hamisi Kuu, mkafurahi wote, mkafurahi pale watu, lakini kaona Ijumaa Kuu. Sasa ilifika Jumamosi pale, ndio hali hiyo ikawachanganya kidogo, lakini ifuatiwa na Pasaka. Ninyi ilibidi muelewe, kuna Hamisi Kuu, kuna Ijumaa Kuu na Pasaka yake. Ninyi mkufika katika uelewa huu. Alafu nyinyi mlikuwa wajinga, mlikuwa mnaelewa nyinyi maandiko yote kwamba inanisema mimi. Kwa hiyo angewafafanulia hivyo. Alafu nyinyi mlikuwa mnasumbuliwa na mazingira ya Uyahudi. Ilikuwa nasema wao tumsubiri Masia, sijui wa namna hiyo namna ile. Wapi na wapi? Masia hajaelezwa namna hiyo, sio askari, sio kamanda, sio nini. Masia anakuja kwa ajili ya roho za watu. Kazi nilizozifanya mimi zile za kuponya watu, za kuwahubiria watu, ndio za Masia wa kweli. Mazingira haya ya Wayahudi mewapotosha. Alafu mlikuwa tena na adui shetani ambaye alikuwa hataki mwe wanafunzi kama wa kwangu wazuri. Na mwishoni mlikuwa na wenzenu, mnapoongea pale mnachanganyana mambo. Angewafafanulia namna hii Yesu. Basi na wewe kufafanulia Yesu kwamba wewe unapofuatana na Yesu Kristo una maadui yao. Wewe mwenyewe na tamaa zako na uvivu wako na kutokujua uko wapi na unakwenda wapi na kushindwa kwako kuvumilia magumu na kutosamehe kwako na ujinga wako. Haya yanakufanya uone kazi kweli kumfuata Yesu Kristo. Lakini kuna mazingira sasa, kuna mazingira unayokaa huko, basi mazingira yanaweza kukusaidia au kukupotosha katika wito wako. Na kuna shetani anayekufuata na kuna wenzako ambao wanaweza kukutupa pale na pale. Kwa hiyo basi ni siku ya kumropokea Yesu, ndio namna yetu ya kutua mizigo. Ya pili ni kukaa na Bwana. Wale wanafunzi wa Emau walimwomba Yesu, kaa na sisi Bwana. Kwa kweli hawakujua vizuri wanamuomba nini. Kaa na sisi. Lakini sisi katika maelezo kama haya sasa tunaweza kumwomba kwa kuelewa zaidi. Kaa na sisi. Maisha yetu ni magumu. Kaa na sisi. Hapa kukaa na sisi hapa, wewe binafsi, kwa ajili ya parokia yako, kwa ajili ya convent yako au nyumba yako, kwa ajili ya jimbo na kwa ajili ya nchi na hata dunia. Tumwambie Yesu Kristo, kaa na sisi. Kaa na sisi. Hapa parokiani hapa, kaa na mimi Yesu. Mimi najaribu kukutumikia kule na kule, lakini hali yangu mimi nakuhitaji wewe. Kaa na mimi. Na wewe sasa mwambie hivyo, kaa na mimi. Mimi nina kazi pale labda dispensary, mimi nina kazi ya shule pale. Kaa na mimi pale, nikifedheka mimi pale na giza nene zunguka ile, utafedheka wewe. Tumwambie katika jimbo vile jimbo letu likaa na sisi. Sisi tunakutaja wewe jina na nini, tukae na sisi. Na hata nchi leo ikumbuke, Yesu, kaa na sisi Tanzania. Wakatoliki hali yetu sio nzuri sana.
Kuna kushambuliwa kwingine kwa waziwazi, kwingine kwa rejareja. Kana sisi, si wewe mwenyewe umewaona Wakatoliki feki, si umewaona wanavaa madela wale ndio kumwambia Yesu leo, yani kwa niaba ya taifa mwambie Yesu kuna watu wanavaa madela. Ndio watu wanasema makalio yale, sio makalio yetu sisi, makalio wenye madela. Sio tunatuambia sisi. Yesu kana sisi. Tunashindwa kusema sisi. Tulikuwa manabii sisi, lakini mshonwa. Kana sisi tuvuke. Yesu Kristo azabasikae vizuri. Takana sisi sasa katika hali hiyo, ndio hata tumegea mkate. Kitumegea mkate, kumbe Yesu bado yupo pamoja na sisi. Kumbe yupo pamoja na sisi. Ndio hapo tutapojaa nguvu ya kuondoka sasa na kurudi nyumbani katika hali ya kujaa ari. Kwa tukae na sisi ili atutambulishe yeye ni nani. Atumegee mkate, tumtambue. Na hapo katika kumega mkate hapo unaweza kaongezea fikra zingine. Sisi tuna mkate wa kawaida huu wa tareni hapa. Padre ndio anayemega na kutupatia sisi. Lakini leo katika fursa hii ya hija unaweza kusema Yesu Kristo, mimi ndio niwe mkate wenyewe. Unapomega mkate leo, nichukue mimi, unimege. Kwa sababu unapotaka kunimega mimi, unaanza kubariki au kaubariki. Nibariki alafu unimege. Mega yatoke mambo ya ovyo moyoni mwangu. Zitoke hila, toke majivuno, toke kutokujijua, toke uzembe. Nimege. Kisha nimege pale ndio wagawie watu. Chukua vipande vyangu wagawie watu. Kwa hiyo leo pia nina fursa nyingine kumwambia Yesu akae na sisi. Namwambia Yesu Kristo, mkate wa leo hapa ifusha uwe mimi. Nimege mimi. Utakapopita kule kugawa, unigawe mimi. Parokiani huko ukanigawe mimi kwa watu. Katika shughuli zile unigawe mimi kwa watoto, nigawe mimi. Leo kubali hilo. Kujimekesha. Ya tatu sasa hapa tukae na Yesu leo atukamilishie misa. Atukamilishie misa. Wale wafuasi wa Emau watembea na Yesu kule walipokaa naye akawakamilishia misa kwa meza hiyo ya Ekaristi Takatifu. Basi na sisi leo tufanye hivyo. Nafikiri tutakwenda mwishoni tutasali misa yetu hapa tukamilishiwe na Yesu Kristo. Leo padre wa leo ni Yesu Kristo mwenyewe. Tufundishe katika neno, utumege kama mkate, tukamilishie misa, turudi nyumbani tungali tumekamilika. Kwa hiyo ndio jambo la pili. Nimeelezea habari za maana hapa, nimetoa maana ya kawaida, nimetoa maana ya pikiniki ya kiroho, nimetoa maana ya kumletea Yesu Kristo rekodi zetu kama mapadre, lakini nimesema leo nenda kama baba padre au nenda kama babu. Toa rekodi yako. Na kama ni sister, leo toa rekodi yako. Hapa sister kata kwanza. Labda weka mama kama mama. Hapo naweza kukata weka bibi. Kama nimekuja natoa ripoti yangu kama bibi. Nejielewa, nejitambua ni majukumu yangu. Sasa namna ya kurudi. Tukishasali hapa leo, tukishatafakari hapa leo, tukiulizana maswali hapa, inafaa turudi kwa namna tatu. Namna ya kwanza ya kurudi ni kurudi mbio. Kurudi kwa kasi. Turudi mbio, turudi kwa kasi. Wale wanafunzi waliokuwa wanakwenda Emau wale, pamoja na kumwambia Yesu kaa na sisi hapa, unagiza na nini, walivyomuelewa Yesu Kristo vizuri pale, walirudi kasi. Mwendo wa kwenda kule ulikuwa umeongezeka. Miguu ilikuwa imejaa nguvu.
yani moyo wao umejaa nguvu, akili yao imeshiba upya. Yesu ameweka muktasari wa mambo vizuri, amewashibisha, walirudi kwa kasi. Na hiyo ndio inatokiwa sisi hapa. Kutoka hapa turudi kwa kasi nyumbani, turudi kwa kasi nyumbani, kwenda kufanya kazi zetu vizuri, turudi kwa kasi. Namna ya pili ya kurudi hapa, turudi tukiwa tumebadilika sisi. Tumebadilika sisi. Kule nyumbani kule mambo yako vile vile. Nyumbani kuko vile vile, kitanda chako kiko vile vile, ofisi yako iko vile hivyo, sijui uliweka wapi hivyo hivyo, fedha zako sijui ulificha wapi chini ya kitabu sijui nini, itakuta hivyo hivyo. Naona na Wakristo wako karibu wale. Ndio wanafunzi wa Hema walikuwa hivyo. Yerusalemu ilikuwa ile ile. Yerusalemu yenye watu waliokata tamaa, Yerusalemu yenye watu ambao hawajaelewa ufufuko wa Yesu Kristo, Yerusalemu yenye mitume waliojifungia kwenye chumba wakiwaogopa Wayahudi kwamba watakuja kuwakamata. Mazingira yale, lakini wao wamebadilika, wanarudi hapa. Naomba jamani, Yesu kweli amefufuka. Yesu kweli amefufuka, ametutokea sisi. Sisi tuko njiani humo, tuko vile, tukaenda naye mpaka kule, tukamuomba akae na sisi bila kuelewa, akatumegea mkate, tukamtambua, akaondoka. Maana yake ametuachia jukumu, sisi tumerudi. Kwa hiyo tutarudi katika kazi zetu za kawaida, lakini sisi tungali tumebadilika. Mazingira hayatabadilika, ila kubidi umebadilika, umejaa ari. Ulikuja hapa na udhalili, unarudi na ari ya kufanya kazi tena. Tufanye kazi labda mwakani, urudi tena hapa. Mwambie vija mwaka jana ile kama nilielewa vile, lakini mambo yakaja kunisonga mimi mwenyewe na mazingira na shetani na nani, basi unakuja tena unapata ari. Mngekuwa ni wanaume watupu, ningekuwa na mfano hapa wa mpira. Wanaume hao mfano wao wanaweza kuelewa vizuri. Mfano ndio zile tofauti zile naweza kusema ziko 6500. Hii akina dada kuelewa sana mambo ya mpira sio ya kwenu. Sio ya kwenu. Mpira unaona nyinyi mnaona kama kitu cha kuumizana tu hivi. Kwa nini watu wanagombea mpira mmoja na mtu mwingine anamrukia mwenzake kiunoni? Yaani mnaona mambo ya hatari tu. Unaona? Wanaume wao ndio wanaelewa. Wanaelewa hawa kwamba katika mashindano, katika mpira bwana, mnataka mfunge goli, maana ni wawindaji, mnataka mpate nyama, Sasa ili kupata hiyo nyama hiyo katika kuwinda kuna matatizo. Ndio unapasa wakati mwingine kumrukia mtu hata kiunoni ili upite na mpira pale. Na kama alikuwa anatia tabu, tolewe nje huko, mshinde. Sasa kama ndio hiyo sura ya mpira, sasa ni akina baba au ndio baba sasa ingekuwa tunajilinganisha na half time. Half time maana yake mmecheza kipindi kimoja, sijui mmefungwa au mmefunga, kocha anawaita, anawapatieni mafundisho ya kuingilia kipindi cha pili. Kama mnashinda kusema twendeni tukakaze buti, wale jamaa wale wanaweza kurudisha magoli haya. Tusifurahia hapa, tutafurahia baada ya filimbi ya mwisho. Na kama mmefungwa, kocha anawaambia jamani, sasa hapa tunakwenda tunakazana na nitafanya mabadiliko haya. Wewe ukiingia pale kakaze pale, wewe ukiingia pale kakaze pale. Ndio anawatayarisha mpaka wale wanaokuja wanaitwa mareserve wale. Na wale mareserve inabidi wachangamke, sasa tuingie tukafanye mambo. Kwa hiyo mapadre leo hapa ni kama siku tulioletwa kwenye chumba na Yesu Kristo kwenye half time. Tukimsikiliza Yesu Kristo hapa, atatupa mawaidha mapya hapa. Mawaidha mapya. Mimi